Kulikuwa na tajiri mkubwa sana, bilionea, aliyefahamika kote nchini kwa jina la Bwana Mwakaleli. Alikuwa na mali nyingi, magari ya kifahari, majumba makubwa, kampuni kadhaa na heshima kubwa miongoni mwa watu. Lakini pamoja na utajiri huo wote, alikuwa na kitu kimoja cha thamani zaidi kwake: mtoto wake wa pekee aliyeitwa Samuel. Samuel alikuwa katika maisha ya anasa kupita kiasi. Hakuwahi kukosa chochote. Alisoma katika shule za gharama kubwa, alipewa gari lake akiwa bado kijana mdogo, na kila alichotaka alipata bila kuulizwa maswali. Lakini polepole maisha hayo yakaanza kumharibu, kuingia katika madawa ya kulevya. Kutokana na marafiki wabaya na uhuru wa kupita kiasi, Samuel alianza kujiingiza katika matumizi ya madawa ya kulevya. Kwanza ilikuwa kama mchezo, lakini baadaye ikawa utegemezi. Alianza kubadilika. Hakuheshimu tena baba yake, hakujali masomo, na mara nyingi alikuwa akirudi nyumbani akiwa amelewa kupita kiasi. Watu wakaanza kuzungumza, yule mtoto wa bilionea anatumia madawa, jina la familia linaenda kuharibika. Utajiri wote huo, lakini malezi yameshindikana. Habari hizo zilimfikia Bwana Mwakaleli. Uamuzi mgumu wa baba. Siku moja, baada ya kumkuta Samuel akiwa katika hali mbaya sana, baba yake alimuita na kumwambia kwa hasira, "Samuel, unanivunjia heshima. Nimekupa kila kitu, lakini umechagua kuharibu maisha yako. Kuanzia leo, sitaki kukuona tena katika nyumba yangu." Samuel alishtuka. Hakuwahi kufikiria kuwa baba yake angefikia hatua hiyo, lakini ilikuwa kweli. Alifukuzwa. Kwa mara ya kwanza katika maisha yake, Samuel alijikuta hana mahali pa kwenda. Dunia aliyokuwa akiijua ilimgeuka ghafla. Marafiki waliokuwa wakimzunguka kila siku, wale waliokunywa naye, waliocheka naye, waliotumia pesa zake, walitoweka kama moshi. Hakuna aliyemsaidia, hakuna aliyempigia simu, hakuna aliyemjali. Ndipo ukweli ukaanza kumchoma moyoni. Alianza kuishi barabarani. Usiku wa kwanza wa uchungu. Usiku wake wa kwanza ulikuwa wa kutisha. Alilala kwenye baraza la duka lililofungwa. Hakukuwa na godoro wala blanketi. Baridi kali ilimpenya hadi mifupani. Alijikunja akijaribu kujisitiri kwa nguo nyembamba alizokuwa nazo. Njaa ilimtesa. Usingizi haukuja. Alijiuliza kwa uchungu, hii ndio ile dunia niliyokuwa naicheka? Hii ndio hali ya watu wa mitaani? Alinyamaza. Macho yakaanza kumtoka pole pole. Siku zilivyogeuka kuwa mateso. Siku zikaanza kupita, lakini kila siku ilikuwa ngumu kuliko iliyopita. Alitembea barabarani akiomba chakula. Watu wengine walimfukuza kwa kejeli. Wengine walimtazama kwa dharau kana kwamba hana thamani. Wakati mwingine alipata kipande cha mkate, wakati mwingine hakupata chochote. Alilala njaa. Alizoea kunywa maji tu ili kudanganya tumbo lake. Aibu na dhalilisho. Siku moja alipokuwa akiomba chakula mbele ya mgahawa, mtu mmoja alimfokea, "Ondoka hapa, wewe si mtoto wa yule bilionea. Umekuwa ombaomba sasa." Watu wakacheka. Samuel alihisi kama dunia imemwangukia. Aligeuka polepole, macho yake yakiwa yamejaa machozi, lakini hakusema chochote. Ndipo akagundua, heshima si pesa, heshima ni tabia. Ukali wa mitaani. Maisha ya barabarani hayakuwa ya huruma. Usiku moja, vijana wengine wa mitaani walimvamia. Walimpiga na kumchukulia vitu vyake vidogo alivyokuwa navyo. Alianguka chini akiwa na maumivu. Hakuna aliyekuja kumsaidia. Alilala hapo hadi asubuhi. Akiwa anaangalia anga, alisema kwa sauti ya chini,
nimefika mwisho, lakini sitaki kufa hivi. Mwanzo wa tafakari. Kadri siku zilivyopita, akili ya Samuel ilianza kufunguka. Alianza kukumbuka maisha yake ya zamani, baba yake akimuita kwa upendo, nyumba yao kubwa, chakula kizuri mezani, na onyo alilopewa mara nyingi, lakini hakusikiliza. Alijilaumu. Lakini kwa mara ya kwanza aliamua kusema ukweli moyoni: nilikosea na lazima nibadilike. Uamuzi wa kuondoka. Siku moja, baada ya njaa kali na mateso ya muda mrefu, Samuel alisimama pembeni ya barabara na kusema, nikiwa hapa nitakufa. Lazima niende mbali na maisha haya. Akaanza kutembea bila hata kujua anaenda wapi. Alitembea siku nzima. Jua lilimchoma, miguu ilimuuma, lakini hakusimama. Mpaka alipofika sehemu ya vijijini, mahali tulivu, mbali na kelele za jiji. Maisha mapya kijijini. Alipofika kijijini, watu walimtazama kwa mshangao. Alikuwa mchafu, mchovu na dhaifu. Aliomba msaada. Wakulima walimtazama na kucheka kidogo. Wewe unaweza kulima? Samuel hakujibu kwa majivuno. Aliinama na kusema kwa unyenyekevu, niko tayari kujifunza. Maneno hayo yaliwagusa, wakamruhusu kufanya kazi ndogo ndogo. Kujifunza kupitia jasho. Siku za kwanza zilikuwa ngumu sana. Alishika jembe kwa shida, mikono yake ilipasuka kwa kazi, mgongo ulimuuma sana, lakini hakukata tamaa. Aliamka mapema kabla ya jua, alifanya kazi hadi jioni. Alikula kile kidogo alichopata, lakini kwa shukrani kubwa. Polepole mwili wake ukaanza kuzoea, akawa na nguvu, akawa na nidhamu. Mabadiliko ya ndani. Sio mwili tu uliobadilika, moyo wake pia ulibadilika. Alianza kufurahia vitu vidogo: upepo wa asubuhi, harufu ya udongo, tabasamu la wakulima wenzake. Alijifunza kuwa na subira, alijifunza kuwa na heshima, alijifunza kuwa maisha si anasa, bali ni juhudi. Miaka inavyopita. Miaka ilipita kimya kimya. Samueli aliyekuwa dhaifu na mraibu wa madawa, sasa alikuwa mwanaume imara. Alijenga heshima kijijini. Watu walimpenda kwa bidii yake na unyenyekevu wake. Hakuna aliyejua kuwa aliwahi kuwa mtoto wa bilionea, na yeye hakujivunia hilo tena. Maneno ya ndani. Kila jioni alipokaa peke yake, aliangalia machweo ya jua na kusema, nilipoteza kila kitu, lakini nimejipata tena. Lakini hakujua, mbali na hapo, kuna mtu alikuwa bado anamlilia. Kuna mtu alikuwa bado anamtafuta kila kona. Na siku moja, hatima yao ingerudisha kila kitu. Baada ya mateso mengi ya barabarani, Samueli aliamua kuondoka mjini kabisa. Hakutaka tena maisha yale ya kelele, dharau na njaa ya kila siku. Alitembea kwa muda mrefu, bila ramani, bila mpango kamili, ila tu akiwa na nia moja moyoni: nataka kuanza upya. Hatimaye alifika